Posti iliyopita nilizungumzia kuhusiana na kujiamini au confidence. Na nikasema confidence au kujiamini si kitu tunachozaliwa nacho, bali ni kitu tunachojifunza kwenye process ya ukuaji na mpaka utu uzima. Na nilipata maswali DM kwamba tunawasaidia vipi watoto kuweza kujiamini au kuwa na confidence. Nafikiri kitu kikubwa au tip kubwa ambayo naweza nikatoa ni kuhakikisha mtoto wako anafanya vitu mwenyewe. Vitu vya rahisi sana. Mfano, mnaweza mkao mnaenda restaurant, ukamwachia mtoto aode chakula chake mwenyewe. Au wakati mwingine mko labda unataka kumpeleka shule tofauti, si ndio? Labda unataka kumhamisha shule, ukampeleka mtoto kwenye shule 3 ambazo unaweza kuziafford au 4 hata 10 ikiwezekana. Ukampeleka afu mwisho wa siku ukampa machaguo, kamwambia haya, ipi ambayo unachagua. Mtoto anatengeneza ile kujiamini kwamba kumbe hata mimi naweza nikachangia kwenye kufanya maamuzi yeyote au na vitu vingine. Lakini kubwa ndoaga ni hilo, kwamba hakikisha mtoto anafanya vitu vyake mwenyewe. Yaani hakikisha mtoto anafanya vitu vyake mwenyewe. Usimfanyie kila kitu. Wewe mtoto ameagizwa sio anaenda shule au kuna kitu ambacho labda umemwagiza, unashangaa wewe mzazi tayari umeshaingia umeenda kufanya. Acha mwenyewe aende. Kama ni mtoto ambaye amefikia umri wa kwenda mjini, msaidie, mpatie hela, mwache aende mjini mwenyewe kwenda kutafuta kama ni session zake au vitu vyake. Hapa ndo nitakapojikita zaidi. Kwa hiyo watoto wafanye vitu wenyewe, kwa sababu the more unafanya ndo unaweza kupata kujiamini na ndo confidence inajengwa namna hiyo. Lakini pia wakati mwingine tumeshaongelea kuhusiana na chakula, tumeongelea kuoda chakula au kuoda chochote, sio lazima iwe chakula. Tumeongelea kuhusiana na labda machaguzi ya shule. Wakati mwingine hata mambo rahisi tu ya nyumbani, labda mnataka kupika chakula na option mlionayo ni ya chakula ni chakula labda cabbage, afu mko na majani ya maboga, alafu mko labda mna samaki na vitu vingine, kama mna afford vitu kama hivyo. Alafu wewe unachofanya ni kumuuliza yule mtoto, vipi leo tunakula nini? Unamwambia tuchagua chakula. Of course sio lazima kama tunakula nini, lakini wakati mwingine tu ile tu unamwambia chagua tukule nini leo, mtoto anachagua. Of course hiyo option watu wote mnakuwa mnahitaji, right? Lakini ndio option mlionayo. Kwa hiyo unampa mara moja. Kwa mtoto anakuwa anajenga ile confidence ya kujiamini. Lakini pia kikubwa pia wanasema usiwe critical sana kwa mtoto. Wakati mwingine mtoto labda amefanya kitu chake mwenyewe, unatakiwa celebrate kile, umfurahie kile ambacho amefanya. Mtoto amekuletea labda project yake ya shule, wewe unaanza yani yenyewe mbaya, unaanza criticize, kwa sababu katika hiyo level yake yeye ndio iko hapo. So utakapokuwa huko critical au kumkosoa sana kiasi hicho, inamvunja moyo na inampotezea confidence. Au wakati mwingine ile kuwasemea watoto hapana kwa kila kitu. Mtoto anakuuliza hivi, umeshasema hapana hata kwa vitu ambavyo vinamjenga. Acha wafanye makosa wenyewe. Katika kufanya makosa wenyewe ndio kunawajengea kujiamini, lakini pia ndio kunaongezea ile ujuzi wa kufanya zaidi na kuweza, kwa sababu akikosea ndio anajifunza. So hivyo. Lakini pia kingine nafikiri ni ile kuwa unatakiwa uwe role model mzuri wa mtoto. Sio yule tu unakuwa ni mzazi, yani wewe tu ndo mzazi sasa. Uwe role model, yani uwe role model wa mtoto mzuri. Na maanisha uwe role model mzuri. Maana role model yes anaweza kaambala na mzuri, wewe role model mzuri. Lakini kikubwa ndo kama nilivyoongea ni kuacha watoto wafanye vitu wenyewe. Hiyo inasaidia sana kuboost kujiamini kwao.